Ni furaha ya kipekee Bodi ya Filamu leo tumetembelewa na Bwana Mkojani. Karibu sana Bodi ya Filamu. Bwana, wananiita Mkojani bin Darwish Tarabushi Kifaru. Kikubwa ambacho nilitaka kufahamu kutoka kwako, ulianza na jina la Kipupwe na sasa hivi unaitwa Mkojani. Kati ya haya majina mawili, ni lipi ambalo limekubariki kwenye sanaa yako? Bila kupepesa macho, kati ya Kipupwe na Mkojani limenibariki zaidi. Nimeweza kupata fedha ambayo sijawahi kuipata, nilikuwa naiotaga kwa sanaa miaka mingi. Imeweza kunifanya walau nikaribie robo hata ya ndoto zangu ambazo naziwaza katika maisha yangu ya sanaa na maisha yangu ya kawaida. Kwa lazima niseme jina la Kipupwe ni brandi ambayo kwangu imenipa hela na inaendelea kunipa hela. Nafanya biashara zangu za maigizo pamoja na kuwa balozi wa makampuni tofauti tofauti. Kwa hiyo Mkojani kwangu ni the best. Alafu kitu kingine ambacho watu wengi hawakifahamu kwa upande wako ni kwamba hivyo wewe ni mtu maarufu au ni superstar? Mimi bwana sasa sijajua ni utofauti wa superstar au mtu maarufu, kwa sababu kuna mwingine mtazamo wake anaweza kusema superstar ni yule ambaye anakuwa na mabodyguard, amejichora chora, ametoboa pua, huyo ni superstar. Kwa hiyo mimi wherever, yani wewe shabiki ndio utakavyoniweka wewe. Ukiniweka mtu maarufu sawa, ukiniweka superstar sawa, lakini mimi naishi kama mimi Mkojani na principles zangu ambazo naishi naona sawa. Pamoja na hayo yote, hivi branding ina umuhimu gani kwenye maisha ya msanii? Brandi ni kitu kizuri kwa sababu kinakuwa ni cha kwako. Ndio maana sisi wengine kutoka huko kwenye Ukipupwe kuja kwenye Mkojani. Ukishakuwa na hiyo brandi, saizi nikisema Mkojani t-shirt ni rahisi watu kununua, Mkojani sabuni ni rahisi mimi kufanya biashara. Kwa hiyo brandi ndo wazungu wanasema which everything kwenye brandi, Kiingereza hicho. Kwa hiyo brandi kwa msanii lazima uhakikishe brandi yako inakuwa kubwa ili uweze kuuza bidhaa zako, uweze kutangaza bidhaa za watu. Kwa cha kwanza ili uwe msanii lazima utafute brand. Kwa mfano tuseme sasa ukapata nafasi moja ya kuishauri serikali yako kuhusiana na swala zima la sanaa ya comedy na sanaa kwa ujumla Tanzania, una kipi cha kuiambia serikali yako ya Tanzania? Ushauri wangu mpaka sasa katika upande wa sanaa naona tunaenda vizuri. Hatuwezi kusema kwamba serikali yetu imetutupa upande wa sanaa zote za maigizo. Hasa tukizungumzia sisi ya comedy, tumeweza kuona ndani ya muda mfupi kuna vitu vimefanyika mwanzo havikuwahi kufanyika. Kwa hiyo ushauri mimi nasema tuendelee hapa wasanii tuweze kujitokeza, tuweze kusikiliza, au sio bwana? Mimi naona tuendelee hapa tulipo ila fursa ziwe nyingi zaidi. Hili swali bwana ni la kizushi, lakini napaswa ulijibu. Watu wengi wanauliza ni kwa nini haujashiriki kwenye tuzo za comedy za mwaka huu ambazo zimefanya vizuri sana. Kwa upande wako ilikuwaje? Hatuja kuona pale mzee, uliogopa heka za damchanga nini? Sababu kuto kushiriki, kwanza nilikuwa niko busy sana kuanzia mchakato wa vikao unaanza kuwasilisha kazi. Mimi sikuwepo nchini, nilikuwa huko nchi za nje kidogo nafanya shughuli zangu za matangazo na shughuli zangu za kazi nyingine. Lakini pia mimi mara nyingi katika michakato mizima ya tuzo napendaga kuaga wa katikati. Hata zile za mwanzo zilivyoanzaga tu mimi sikushiriki, nilisubiria zaidi ya miaka 2 mbele ndo nikaja nikashiriki, na faida yake niliona kuchelewa kushiriki kwa sababu nilichukua 22, 23 nilichukua mimi, 23, 24 nilichukua mimi. Kwa hiyo huaga naacha watu washiriki, alafu niangalie mapungufu, niangalie kitu gani ukikifanya unaingia kwenye mashindano unakuwa bingwa. Mimi sitakage kushiriki tu, mimi nataka nikishiriki niwe bingwa. Kwa hiyo nimeangalia vigezo ambavyo vimetumika, vigezo vinavyotumika. Kwa hiyo zikianza tena inshallah nitaingia vizuri kwa ajili ya kushiriki na kuwa mshindi. Ni nini ushauri wako kwa wasanii wanaochipukia kwenye upande wa comedy, haswa wale ambao wamekukuta kwenye hili soko? Hii safari ni ndefu. Miruzi inakuwa mingi, unavotoka kama msanii mpya, washauri wanakuwa wengi, wadau wanakuwa wengi. Kwa hiyo we stick kwenye kichwa chako, unataka kufanya kitu gani, lakini usijione mamba, usione labda wewe ndo ni mnyama yani kuliko msanii yoyote. Kwa hiyo wewe kama umetoka sasa hivi umekuta watu bado tunafanya, kwa hiyo wewe tengeneza soko lako, tengeneza biashara yako. Dili sana kwenye biashara yako, tengeneza pesa zako, tengeneza maisha yako. Kila siku wanatoka wasanii wapya na vitu vyao vipya. Usipojitengeneza utaingia kwenye chuki. Utakuta mtu ana liplado lake, utaanza kusema hajui kuchekesha, ana plado. Kwa hiyo ili usiwe na chuki na watu, jitengeneze kimaisha tu. Ukiwa kama msanii lakini pia mdau wetu, una neno gani la kipekee la kuiambia taasisi yako ambayo inasimamia kazi zako Bodi ya Filamu? Waendelee kutoa mafunzo kwa sisi wasanii
mafunzo yawe mengi, lakini pia kikubwa waangalie ni namna gani sasa wanaweza kutuvusha, kututoa Tanzania, kutupeleka international. Mimi naona kwa sisi wenyewe tumeshindwa, yani tunajitutumua, lakini kuna sehemu unaona kabisa tunashindwa kuvuka. Kwa kupitia bodi ya filamu, kwa sababu ndio sehemu yetu ya kuja kulia, waangalie wanafanyaje kutuvusha kwa makundi, ikiwezekana waende huko kama hivyo. Wasanii nadhani kuna muda walipelekwa China, basi miendelezo ile iwe mizuri na isiwe tu kwenda kule kupiga picha kurudi. At least basi zitafutwe collab, yani kwamba msanii ameenda labda ni Uingereza, lakini tuone ameenda amefanya sinema na Muingereza amerudi hapa. Waangalie namna gani bodi ya filamu wanaweza kuuza sasa brandi zetu kwenye international. Lakini bila hivyo kwa sisi kutoka hapa kuingia international, unauza hadi kiwanja, movie inaishia hapa Kenya, Burundi, Tanzania. Cha mwisho lakini cha kufurahisha, mimi nataka uiambie jamii leo kwa kutumia ile sauti yako ambayo ndio inauza mjini. Wewe bodi ya filamu leo umefuata nini mwenzangu? Bana, bodi ya filamu ni nyumbani bana, mkataa kwao ni mtumwa. Mimi leo nimekuja bodi ya filamu. Maana unavokuja nyumbani kuna mengine unasemwa, mengine unayasemea wewe. Kwa nimekuja nyumbani kuja kupewa mawili matatu ili niweze kujijenga kuwa bora katika kuendeleza kazi zangu, kwa sababu sisi tunavozifanya tunakuwa hatujioni, lakini bodi ya filamu wao ndo wanatuchunguza na kutukagua, wanaona. Kwa hiyo nimekuja kuja kutembea na kupata mawili matatu, au sio bwana? Kwa hiyo wasanii tusipaogope hapa. Wewe njoo tu uje hapa, wanakushauri. Yani so ukipigiwa simu ya bodi ya filamu unaitwa, yani unapagawa. Ni amani tu hapa jamani. Tena wanakupa na wali. Kija unapewa wali wako na samaki vizuri tu.